nilikuwa napenda kushauri wizara. Tunafahamu tume yetu ya umwagiliaji inafanya miradi kwenye mashamba ya watu. Haina mashamba ya serikali, inaenda kwenye sehemu ya mashamba ya wananchi ndiko ambako inafanya miradi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mtakubaliana na mimi waheshimiwa wabunge ambao mna miradi hii ya umwagiliaji. Kumekuwa kuna ombwe kubwa la watu ambao wana fedha nyingi kwenda kuyanunua maeneo yale na kuacha sasa wakulima wadogo wadogo kutokuwa na maeneo. Ukiangalia hata juzi Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani mwezi huu nilimshuhudia Mheshimiwa Waziri akiwa jimboni pale kwenye mradi wa Balali Makambako. Wananchi walikuwa hawautaki mradi wa umwagiliaji uende pale, wakiogopa kuporwa maeneo yao. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tutajikuta miradi hii mikubwa ambayo serikali inaweka pesa nyingi itakuja kumilikiwa na watu wachache, lakini wakulima wadogo watashindwa kuweza kumanage maeneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishauri, natambua tume ya umwagiliaji inayo policy ya namna ya kuangalia sehemu yote miradi hii mikubwa inamopita, basi maeneo yale yanakuwa chini ya uangalizi wa tume ya umwagiliaji, lakini vile vile kuwatambua wakulima wadogo wadogo kwa maeneo yale ili tuwalinde hao wakulima wadogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano ukienda pale Madibira, lile shamba la hekta 3253 liligawiwa kwa wakulima wadogo wadogo, na serikali imeshawekeza zaidi ya bilioni 8 pale, na tuna miradi mingine ambayo ikikamilika ni zaidi ya bilioni 60 serikali inaenda kuwekeza, lakini wale wakulima wadogo wadogo wote wameshaondolewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutajikuta tunaenda mbele kwa watu wachache na kundi kubwa tunaliacha nyuma. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swala hili ukiangalia hata watu wa Iringa pale Pawaga, malalamiko ni hayo hayo. Wakulima wetu wadogo lazima walindwe Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuwekewa sheria. Kwa Mheshimiwa Waziri, pamoja na kwamba pale ulipokuwa jimboni uliwasaidia wale wananchi kwa kuhakikisha wanapata hati, lakini haitoshi. Lazima tuhakikishe hizi policy zinafanya kazi ili wakulima wadogo waweze kulindwa.